Kwa wale wananiona for the first time, mimi naitwa Mheshimiwa Maina Jenga ambaye ni chairman and CEO wa Amani Sasa Foundation, na pia mimi ni bishop katika kanisa la Hope International. Nimekuwa nikifunza watu maneno ya kwenda mbinguni, lakini pia mimi ni mwanasiasa. Niko na siasa za mlima wa Kenya, niko na siasa za Kenya mzima, niko na timu hii yetu ya Azimio la Umoja One Kenya, ikiwa na Raila Amolo Odinga na viongozi wote, Kalonzo Musyoka, Martha Karua na viongozi wote wa kitaifa. Kwa hivyo nasema mimi niko hapa Kenya, na niko hapa Kenya kwa sababu ya wananchi wa Kenya, kuhakikisha ya kwamba wanaishi katika maisha mazuri. Tumekuwa katika kutetea hawa watu, tumefanya maandamano Kenya, na baada ya kufanya maandamano tumekuja tukafika katika hii maneno ya dialogue na kamati ya kitaifa ya maridhiano na amani imeshakaa chini, na sasa wale watu wa Kenya Kwanza wamechagua watu 7, wale watu wa Azimio watu 7. Tunangojea uamuzi na hii matokeo ya hii maongezi ili tuone mwelekeo wa Kenya itakuwa namna gani. Ningeuliza wa Kenya wote ambao wananisikiliza wakati wa sasa, wapee hii kamati nafasi ya kuongea, na hiyo nafasi ya kuongea ni muhimu sana. Kamati si ya Raila, si ya Ruto, si yangu, si yako. Kamati ni ya nchi ya Kenya, na nchi ya Kenya italete uamuzi mwema, na ile matokeo ambayo itatokea hapo katika hiyo uamuzi, Wakenya tunawauliza wakubaliana na hiyo matokeo, kwa sababu itakuwa matokeo ya Kenya. Na tumeona kumekuwa na mjadala mkubwa sana kwa mlima, yes, ambao ni watu wamekuwa wakisema mlima hauko pamoja. Yes. Na tumeona kwa kikubwa haja yako wewe kama mwanasiasa kutoka kwa mlima una haja sana kuleta wa Kenya wa mlima pamoja. Yes. Kutoka kwa Central, kwa Kikuyu, kwenda Embu, kwenda Meru, yes, yote ni mlima. Na tunaona unataka kuwaleta pamoja. Haswa agenda yako ni ipi kwa kuwaleta pamoja, ama unataka kufanyaje ili kuweza kuwaleta pamoja? Mimi nimesimama hapa nikiwa mwana Kenya ambaye anapenda nchi yake. Nimetazama nchi ya Kenya nikaona kuna umaskini mwingi sana, na ninaona ninaweza kushirikiana na Wakenya ili tuondoe umaskini huu. Na ndio maana nimekueleza ya kwamba hata kabla serikali ikuje itusaidie, itabidi hata sisi tuingie mashinani. Si kila siku unalialia serikali. Hata wewe uko na mikono na uko na akili. Huwezi kataa kulima shamba yako alafu ufikirie chifu ama dio ama kanani atakuja kukulimia shamba yako. Hata nyinyi vijana lazima muamke. Na ningetaka kuambia Wakenya, tumejiingiza sana tukiwa vijana katika unywaji wa pombe, dawa za kulevya, na kutokuwa na hii maneno ya kufanya kazi. Tunakataa kazi, tunakataa kutii wazazi wetu, na wazazi ndio tunachukua baraka kutoka kwao. Ningetaka kuambia vijana, anza kutii wazazi wako, anza kutii marafiki wako, wale ambao wako na mawaidha mazuri, ili tuweze kushirikiana. Number 1, ile kitu ya muhimu sana katika nchi, lazima nchi iwe na amani. Kama nchi haina amani, ujue hakuna maendeleo inaweza patikana hapo. Lazima tuweke amani kila area, popote ambapo tunaenda tuweke amani. Number 2, sisi tuwe na upendo. Kama sisi tutakuwa na upendo na tuko na amani, na tuko kitu kimoja katika mlima wote, hata wale watu wako huko Rift Valley, wale wako Mombasa, wale wako Kambani, wataweza kuiga mfano wetu. Nataka niwaambie kitu kimoja. Ameunganisha Rift Valley yote ikawa kitu kimoja.
watu wa Rift Valley wanaongea na sauti moja, na nina huku upande wa Lake Victoria. Baba, tunakushukuru sana kwa hiyo kazi unafanya. Angalia kiongozi Kalonzo Musyoka ambaye yako hapa na wiper yake. Hiyo ni wiper, hiyo ni ODM, hiyo ni UDA. Na ukiangalia utaona wale viongozi wamefanya kazi nzuri sana, na wameongoza sehemu zao vizuri, na huo umoja ndio umefanya nchi yao ikuwe na maendeleo. Tunawauliza watu wa mlima, wacheni vita, wacheni uchochezi, wacheni madharau, wacheni kiburi. Viongozi, kujeni pamoja, achaneni na tofauti zenyu za chama. Kama ulichaguliwa na UDA, ulichaguliwa na sijui na Azimio nini, achaneni na hizo maneno ya tofauti ya vyama. Sasa tutafutane kinyumbani. Sisi tunaongea lugha ambayo inasikizana. Tutafutane kinyumbani, tuongee na wale hata watu wako nje watatuona na watatufikiria vizuri, ili kama kuna jambo lolote litakuja, maadhana ama masikizano ya watu wa Rift Valley, ya watu wa huko Kisumu, ya watu wa Mombasa, sisi tutakuwa tumeweka nyumba yetu vizuri, ili yule ataka kuongea na sisi aongea, akuja aongea na mlima ikiwa sawa. Yes, kumechaguliwa viongozi katika Mount Kenya, lakini wale viongozi wamechaguliwa na wakanyamaza. Maneno yote ikifanyika wananyamaza. Hii wakati walikutana hapo Sagana, instead ya kuongea kuhusu one man one vote one shillings, wananyamaza. Wanasema kuhusu counties ziongezwe. Sisi hatuna haja na counties, tuna haja na constituency. Kwanza sisi huko Laikipia tunataka constituency kama mbili ziongezwe. Kuwe na kitu inaitwa Nyahururu constituency na Central constituency. Hizo mbili kuwe na wabunge 5, na hiyo izidi kugawanywa hivyo. Na unajua mbunge anakuja na milioni 100. Tulikuwa tunaomba sisi kama wana Azimio tupate wabunge 70. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba hiyo ni more than 7 billion zimeongezeka. Sisi hatutaki maneno kujua nani anatawala, nani anafanya hivi. Tunataka kuona pesa ile tuko naye iko wapi, biashara yetu inaendelea wapi. Kenya si lazima itawaliwa na Mkikuyu, si lazima itawaliwa na ukoo. Sisi tunasema tunataka utawala, na tunataka nafasi nzuri ya kufanya biashara zetu, kufanya bidii yetu, kufanya michezo yetu. Kama tunataka kutembea, tunatembea nchi zingine, na tuwe na maneno mazuri. Hapo zamani nimesikia watu wakisema ya kwamba viongozi kadha wa kadha wamesema ati tuko na 30% ya ile kazi tuko naye. Mimi nikiangalia hivi ninaona kama tuko na 20%. Na ningeomba rais wa Kenya ambaye ni William Samoei Ruto, hii kazi ya watu wa mlima, watu wa mlima walikuchagua na kura nyingi sana. More than 2 million votes zilitoka hapa kumlima. Na hata sisi wa marafiki zetu walikusaidia, hata kama sisi hatukukupea kura. Na wale walikupea kura na wale hawakukupea kura, hii ni wakati wa watu wakuje pamoja, kuacha tofauti zote, tuongee maneno ya mlima. Na hiyo sauti moja ndio itatusaidia. Hiyo umoja ndio utatusaidia. Unity is strength. Saizi kuna vita kati ya nani atakuwa kingpin. Yes. Na labda kivyako tu, maanake hiyo ndio jambo ambalo linaweza kuleta watu wa mlima pamoja. Kivyako unaonaje mambo ya nani kingpin, nani ndio si kingpin? Hiyo inawarudisha nyuma kama jamii ama inawapeleka mbele? Kitu ya muhimu kwa sasa si kufikiria nani atakuwa kingpin. Ile kitu ya maana ni umoja wa nchi, ni upendo wa nchi, na vile watu watakuja pamoja. Ningetaka nikupatie maneno mazuri, na maneno mazuri inatoa nyoka pangoni. Si kuongea maneno ya nani atakuwa nani hajakuwa. Ile kitu sasa mimi nimeanza kusimama naye ni umoja, na
Yule atakaye kuunganisha watu wote pamoja na kuwaonyesha upendo na kuwaonyesha njia, huyo ndio kiongozi ambaye atakuwa kingpin wa Mount Kenya. Na kwa sasa tuko mbioni kuwaleta pamoja wote, na ninaamini mwisho kabisa mimi nitakuwa nikimaliza hii kazi, maana wengine wote sioni kama kunaye yako tayari. Wengine wako biashara zao nini na nini, na mimi niko tayari kushikana na watu wa mlima, kuwaonyesha njia, kuwajulisha tunaenda wapi, tunatoka wapi, na kuwafunza maneno ya biashara ili tusimame imara kama mlima. Uko na swali lingine? Okay. Juzi chairman, yes, ulifanya mahojiano na runinga moja. Yes. Nasema kwamba hivi karibuni uta launch your own party. Yes. Labda kuna mpango wa chairman maybe 2027 au 2032 kuendelea kusimama cha urais? Unajua nimekuambia Rift Valley iko na UDA. Wajaluo wako na ODM. Wakamba wako na Wiper. Hata hapa mlima lazima kuwe na unity ya chama. Lazima tuwe na unity of purpose. Kwa sasa sitaki kuambia itakuwa namna gani, lakini itabidi tukutane sisi wote sehemu zote ili tujadiliane, tuone itakuwa ni nini, lakini nitawatangazia hivi karibuni vile kutakuwa, kwa sababu sasa tunaongea wazee, wasichana, wamama na hata watu wa kanisa na watu wa biashara, tuone tunatoka na jina gani, lakini naamini ya kwamba itatoka jina moja. Swali la mwisho tukimalizia. Yes. Nani ndio kingpin saizi? Saizi wacha tuseme hii mambo ya kingpin, Uhuru hajarisaini. Hajarisaini hii kiti. Wakati Uhuru amekuja hapo akafanyika kingpin, kulifanyika sherehe kubwa sana ya kusema huyu ndiye. Lakini sasa ni lazima sherehe ingine kubwa kama hiyo ifanyike, ili tujue ni nani anashikilia mlima vizuri. Wote ambao wako na tamaa ya kushikilia mlima waje kwenye mkutano. Wananchi ndio watakaamua na Mungu wao. Sio kazi yangu kuamua. Ikiwa